Hello, karibuni kwa mara nyingine tena. Nimewamisi sana vipenzi vyangu. Sasa leo nenda chap nitaongelea vitu vitatu sana muhimu kwenu. Mmekuwa mkinifuata DM sana kwenye vitu. Issue ya kusafiri kwenda China, napataje mizigo, biashara mnafanyaje kwa watu ambao hamjui. Ni of course ni marudio, nimekuwa nikiongea sana. Issue ya kusafiri kwenda China, jamani. Cha kwanza kabla hujaenda inatakiwa ujiulize kichwani mwako vitu viwili. Achana na zile unazoziona mtandaoni watu wanavobang na kushare huko na kuonyesha fake life nyingi ambazo zipo huko. Jiulize kichwani mwako vitu muhimu msingi. China unaenda kwa biashara, unaenda kwa ajili ya matembezi. Kama ni matembezi maana yake tunaongelea vacation na vitu vingine. Kama ni biashara tunaongelea unaweza kawa unaenda kwa ajili ya kutafuta masoko, kuangalia nini ufanye. Hiyo ni biashara. Au umeandaa mtaji unaenda kununua bidhaa na kuleta. Sasa nianzie hapo. Kama wewe umeenda kwa ajili, umejishajiuliza swali, umepata majibu kwamba unaenda kwa ajili ya biashara, unaenda kusabia masoko, umepanga kutekeleza almost milioni 10. Inategemea na siku utakazokaa kule, makisoma wajuni nimekuwekea milioni 10, unaweza kuipoteza ikiwemo na tiketi na vitu vingine. Kwa ajili ya kwenda kutafuta masoko is okay, au umeenda kwa ajili ya kununua mzigo is okay. Uangalie pia pesa unaoenda kuitengeneza au kuitumia kwa wakati huo kwa ajili ya masoko, unatumia zaidi ya milioni 2 ambazo kwako sijajua upande wako umefanya tafiti kiasi gani. Maana tafiti ya kusafiri inahitaji vitu vingi. Is not about kwamba unaenda kununua tu China na kuenda na kuona masupplier kitu kama hivyo. Kumbuka pia kule supplier wana bei tofauti kulingana na wewe wingi unaochukua. Kama unavyochukua vichache wanakuwekea bei kubwa, unavyochukua vingi bei inashuka. Sasa moja wapo tafiti ambayo nataka ifanye, kama una biashara yako unajua unayoifanya, fanya tafiti ya soko lote kwanza unalijua, then unavyosafiri kwenda kule ujue unaenda kununua nini na nini kwa ajili ya nini, zenye thamani ya bei gani. Itakusaidia sana. Mfano, tunaenda kwenye umeenda kununua hizi ni cheni. Kama unaenda kununua hizi cheni, wewe hujui hizi cheni kwa unauza bei gani na zinauzwaje, kwa dozen, kwa piece au kwa vitu gani. Ukifanya tafiti mojawapo, namna ya kufanya tafiti ni rahisi sana. Unaweza ukauliza, kuuliza ni rahisi sana. Namna ya kuuliza ni simple sana. Unaweza kaangalia kwenye mitandao mingi au kafuata ama supplier wanauza, japo wengi hawawezi kuambia, lakini wale wengi wanaweza kukupa ushirikiano kwa namna moja ama nyingine, ukaweza kupata kwa kuanzia. Cha kuzingatia wewe unapoenda kule, usifanye hesabu tu ya manunuzi bidhaa. Walio wengi hesabu mnafanya kwamba ameenda na milioni 10 ya kununua mzigo, ndio hiyo ameifanyia hesabu. Hajafanyia hesabu tiketi, hajaingiza hesabu matumizi yake. Vyote hivyo sio amenunua zawadi, amejinunulia nini, amejispoil, amefanya nini, hivyo haviweki. Lakini uhalisia vyote ndivyo vifanya maandalizi ya safari yako, vyote nataka viingize kwenye mtaji wako hiyo biashara. Ukifanya hizo calculation ndio angalie faida ipo au haipo kwa watu ambao mnaenda kununua mzigo. Kwa watu ambao ni mara kwanza mnaenda kufanya survey ya masoko, ni kitu kizuri sana. Unavyoenda kule, ukifika kule wewe utafanya survey ya masoko, kwa sababu masoko ni mengi. Utatembea vitu vingi utaviona, na of course fursa utaziona ni nyingi. Kwa kifupi tu, walio wengi wakiendaga kule huwa wanachanganyikiwa. Moja wapo uzoefu ambao unatakiwa upate ni kwenda sokoni bila kuchanganyikiwa. Ukifika kule kila kitu utakiona ni fursa. Unatamani kubeba kile Tanzania. Unaweza kama hujafocus, hujaenda na idea zako ulizoziandika, unaweza karudi aidha una idea 100 za kufanya, au yani umevurugika hujui ufanye kipi. Shike kipi, anze na kipi, ufanye kipi. Kwa hiyo wewe ukienda na focus. Kwanza kabla hujaenda kufanya survey ya soko China, fanya survey ya sehemu ambapo unataka kuileta hiyo bidhaa hapo. Uangalie walaji wanahitaji nini sana, then ndio uende ukafanyia kazi wa vitu huko China. Walio wengi anaenda kama kwenda tu, yani mtu ameenda vacation au anabadilisha na kwa ni route ya biashara. Unajishangaa umekuja hapa umetuletea mashine za kusaga.
Kariakoo hii mashine za kusaga utamuzia nani? Unakuwa hujui. Kwa hiyo sasa inatakuwa angalia kama unahitaji na kuja na kwa ajili naenda kufanya survey kwa ajili ya watu wa vijijini, mambo ya kilimo, ufugaji na vitu vingine, itakuwa rahisi sana wewe. Ukienda kule hata kwanza hutahangaika. Masoko yako yako direct, simple kabisa. Haya, kwa watu mnaoenda kwa ajili ya kusurvey vacation ni nzuri pia. Utajifunza vitu vingi, unapata kutembea sehemu nyingi, utaenjoy vitu vingi. Kwa swala la kusafiri kwenda huko, hilo la kwanza nimelishia hapo. Kitu kingine ni kwenye biashara. Nimegundua walio wengi kwenye biashara bado kuna changamoto. Hususan namna ya kupanga bei, namna ya kujua faida yako na namna ya kufanya hesabu. Ni tatizo kubwa kwa watu wengi. Achana na hizo sifa unazosikia kwa watu na kupa sifa bila kujua. Lakini uhalisia wa mafanikio kama unataka kufanikiwa kibiashara, haitakiwi ujiongopee. Wewe kama unauza milioni, ifanye hesabu sahihi ya milioni. Ifanye hesabu sahihi ya milioni kwa wakati ambao unahisi unaiingiza, ili ujue. Sasa unakuta walio wengi yeye biashara yake anaona anaingiza milioni, lakini matumizi na faida aliyoipata anajikuta amepata ndogo, lakini yeye anaona kwamba anafanya biashara kubwa ambayo kwake inakuwa sio sahihi. Unajikuta wewe ulivyo vingi unafurahisha wale unaowauzia, ila wewe kwako inakuumiza. Kuna slogan moja huwa naipenda kuambia wateja wangu wengi. Naambia moja kitu ambacho hutakiwa kukifanya ni kuwafurahisha sana wenzako bila wewe kugain. Inatakiwa wote muende sambamba. Yaani upate faida na wao wapate faida mwende. Sasa unakuta wale wengi tunafanya biashara ambazo sisi ambao ni wasambazaji tunajinyima sana. Alafu wale mlaji wa pili yeye anapiga faida kubwa sana. Unashangaa anakimbia na kukimbiza mara anaanza kukufikia. Ni kitu kizuri wala sio kitu kibaya, lakini weka target ambazo kwako zitaenda vizuri sambamba na faida ya kile unachokifanya. Tunakimbia sana, tuna riski sana. Na kitu kingine ambacho ninataka niwaambie, moja pia riski za biashara, kusafiri pia ni riski moja hapo. Wengi hawajui kama ni riski. Wanajua gani kuenjoy ni kufanya nini. Unapoenda China kama umeenda kibiashara, yani sio kuenjoy. Ni sehemu naenda kukimbizana sana, yani hamna kulala, ni kukimbizana. Aidha uwe na bahati, uwe na uwezo uende kukaa mwezi mmoja. Lakini hao unaenda kukaa wiki moja, yani utakimbizana na muda, yani wewe unakuwa ni kipanga, ni kipepe. Kuna tofauti na mawinga wa Kariakoo. Winga sifa yake ni mbio na mwendo na kujua njia. Ndio wewe unapokuwa China huko. Umo tu hivi. Kwa hiyo sasa wale wengi kwenye biashara hawajui. Sasa namna ya kufanya hesabu, niliwahi kutoa hii elimu ya namna ya kufanya hesabu kwa urahisi sana. Sasa wale wengi mnasahaugi, hamsevugi hizi video. Lakini namna ya kufanya hesabu kwa ufasaha vizuri kabisa. Fanya hivi. Hii naomba Jumu ilikodi na wao na wengine waijue watu. Twende, ukiwa tayari niambie ni kupe kipande ambacho watu wanajua. Namna kufanya hesabu kwa wewe ambaye ndo unaanza biashara. Fanya hivi. Anza na lile wazo. Wazo ambalo halijatumia gharama yoyote. Kama hilo wazo kulipata umetumia gharama, hakikisha umeandika hiyo gharama. Tafuta aidha ni frame au ni eneo la kufanya biashara na vitu vingine. Andika ile gharama. Kila kitu andika gharama zake. Then jumlisha. Ule mzigo ulionunua, matengenezo, mishahara na nini ambao umepanga kuendesha ile ofisi, orodhesha pale. Halafu changanya na mtaji. Huo ndo unaitwa ndo mtaji wako wa frame. Yaani mfano kiniuliza mimi kwangu hapa, nitakujumlishia kodi na matumizi yote na bidhaa zilizomo, ndio gharama na mtaji ulioko hapa. Baadaye sasa tunakuja kuzitenganisha. Ukiniuliza uwekezaji nilowekeza hapa, nitaweka na ile matumizi yote niliyoweka. Ukiniuliza bidhaa nilizoweka hapa kama mtaji, ndio nitakutajia sasa bidhaa ni hizi, lakini uwekezaji uliotumika ni zile hela zote. Mpaka kama ulikuwa unatumia vocha ziandike. Baadaye sasa unachukua zile bidhaa zako zote. Mfano una bidhaa 1000, umewekeza milioni 10, kwaona igawanya ile milioni 10 kwa zile bidhaa 1000. Kwa unajua kila bidhaa moja imesimama kwa bei gani. Alafu sasa unakuja kwenye kutengeneza faida. Namna ya kutengeneza faida kuna njia nyingi, lakini nakupa njia moja tu rahisi kwako kwa leo. Kila bidhaa yako lazima uweke target. Mfano
tushapata thamani, tumeshagawana, labda tumefanya baada ya kugawana ile milioni 10 tumegundua kila cheni moja inasimama kwa 5,000 ili uuze upate faida hii. Maana yake sasa mtaji uliwekeza kwenye hii cheni ni 5,000. Sasa tunakuja kwenye mambo yafuatayo. Unataka faida yako wewe faida yako wewe ya kuongeza kwa ajili ya kukuza ofisi, kwa ajili ya kulipa mishahara. Unaweza kaangalia ukaongeza 5,000 nyingine. Ile 5,000 tena uliyoongeza ukiacha ile ya mtaji utaigawa mara 2. Nusu 2,500 italipa mishahara na kuendesha ofisi, 2,500 nyingine kwenye 2,500 pia mishahara na kukulipa wewe na kulipa ofisi na kulipa watu wengine. Ile 2,500 irudishe kwenye ofisi iweze kukuza. Kadri inavyozidi kwenda au baada ya muda ile 2,500 izalisha kitu kingine. Kwa ufupi tu hivyo ndio huwa inapaswa kufanya. Wengi mnakuwa hamjui. Kwa unarekodi Juma hiyo inakutosha. Kwa hiyo watu wengine mnakuwa hamjuagi vitu vingi kuhusu hiyo. Yaani unajikuta una mlolongo mwingi wa kufanya. Makaratasi mengi, wengine mnaingiza kwenye mnaregister kwenye app ambazo yani hata kuendesha uendeshaji wako na washindaji. Lakini ni simple sana, Na kingine ukiwa unaanza ndio umeanza biashara, usiache kuandika. Andika na kila mwezi fanye hesabu au kila wiki. Uangalie namna unavyoenda. Uichungulie biashara yako ione. Sasa tulio wengi hatufanyagi hayo. Tunafanya kienyeji. Unaenda bila kujua. Kwa hiyo jifunze kuvijua na vitu vingine. Kama pia unahisi unahitaji kujua zaidi, usisite kunifuata. Mimi nimekuwa muwazi sana kwa watu wengi. Nachopenda na kutamani ni watu wengi wafahamu. Ugumu tuliopata sisi wakati tunaanza biashara, sitamani na wao upate. Natamani uingie kitonga tu, yani wewe uteleze. Tofauti na sisi tulivyoingia. Sisi tuliingia kwenye ugumu sana, yani unapepesa. Hatuna taaluma ya kama tumesoma biashara, tumefanya nini. Hiki ninachokufundisha na kufundisha ni uzoefu ambao nimeuishi. Kwa hiyo nakufundisha maisha halisi, yani nature kabisa ya biashara ilivyo. Achana na hiyo ambao nawafundisha kuuza na kununua faida. Hapana. Kwenye biashara pia kuna changamoto zingine. Wewe unapotaka kuanza biashara, ingia umejizatiti. Yaani usiingie na bipu unatoka. Ingia kwa kuingia miguu yote miwili. Moja ya vitu pia ambavyo vina wivu na biashara ina wivu, inahitaji muda wako, akili yako na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Sasa wewe unaifanya biashara ya ziada na yenyewe inakupa vya ziada. Lakini ukiipa kipaumbele itakupa faida kipaumbele. Kwa leo niishie kwa hayo, sauti yangu haiko vizuri sana. Wakati mwingine tena usiache kufollow account hii ya Instagram na YouTube kwa jina hili la Focus Jewelry, na TikTok na Facebook. Pia kwa kusaidia wengine, unaweza kaisave hii video, maana tunapostigi video nyingi ukaikosa. Isave au ishare na watu wengine waweze kupata elimu ambao wanasumbuka. Uzuri wa elimu ya biashara ni sawa na maisha. Halikadhalika hata wewe mfanye biashara. Wewe ambao tunasema ni mwajiriwa, unahitaji pia kufanya hesabu. Hesabu anayofanya mfanya biashara mwenye duka na wewe unaelipa mshahara na ndio kufanya hiyo hesabu. Mko same, yani tofauti. Wewe unafanya biashara ya akili, yeye anafanya biashara ya bidhaa. Kwa hiyo ni ile tu, ni mfumo ule wote mnafanya biashara. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uandae matumizi yako yote, na gharama zako zote ziingizwe kwenye mshahara, zigawanywe, uangalie unaenda mbele au meganda au unashuka. Maana watu wengine tunafanya mark time, tunafanya kazi kwa mazoea, ni hatuna namna nyingine ya kufanya, lakini sio kweli. Umeza ubongo wako, utapata nini cha kufanya. It's me Focus Jewelry. Nawapenda sana sana sana. Njao Home of Jewelry. Nini tunasemaga? Focus Jewelry, Home of Jewelry. Asante sana.